Yani sijui niwekeje hiyo, lakini kuhusiana kwanza na masuala ya polisi au kuhusiana na masuala ya mwanaume wangu mimi. Mimi nimeanza kazi kwa Baba Asma almost mwaka mmoja kama na miezi 6-7. Kazi ya dunia. Nikiwa na mwanaume wangu huyu nipo naye. Tumeanza mwezi wa 9 2024. Nilikuwa naishi nyumbani kwangu Kinyerezi. Na tulikuwa tunashuti nyumbani kwangu mimi. Hapo nilipokuwa na akija mume wangu tunakutana miezi 6. Kwenye nyumba yangu. Na hata mume wangu alikujaga likizo. Tukawa tunafika tu hata tunamtoa ndani, mimi naendelea kushuti huko ndani. Hapakuwa na migogoro yoyote kuhusu yeye na mwanaume wangu, wala mimi kumwambia baba hivi, hapana. Kwa hiyo naomba nimtetee kwanza kwa upande wake, japokuwa kwa kila binadamu ana mapungufu yake. Na kama kazi zenyewe unaona mama nyenye kalifanya hivi, inahitaji moyo. Kweli. Sio, unaelewa? Na nilijitahidi kujiachia. Kwa hiyo kwa mwanaume yoyote, sio kwangu mimi tu. Nadhani hata yeye angekupa kwa mfano mke wake anafanya kazi kama zile. Lazima kuna muda unachukua kama kweli. Hilo la kwanza, yani naomba yani kwenye mambo anayoongelea kuhusu mwanaume pia anaangalia na mema yake. Kwa sababu miezi 6 nimefanya kazi kwake, hakunilipa mimi mshahara. Wala halikuwa alipi kodi kwenye nyumba yangu. Nilifanya free. Kutokana alinitafuta, mwanangu mimi niko hivi na bajeti sina. Muona? Nikafanya kazi naye miezi 6 bila kunilipa. La pili kuhusu polisi. Hilo la kuhusu polisi, mimi nilianza kumwaga Baba Asma kuhusu safari ya kuondoka. Na sikumtajia nchi nayoenda, nadhani. Au sehemu nayoenda, ila nilimwaga. Tangu na mimba miezi 7. Mpaka sasa hivi mwanangu ana miezi 6 sasa hivi. Nilimwaga akaniambia toa mwanangu hamna shida. Yaani mtu ambaye kama hivi ukiangalia kwenye watu ambao wanafanya kazi, unakuta kuna story mtu kaandikiwa story yake ashoot amalize. Kazi zingine ziendelee, si ndivyo? Yeah. Ila yeye alisema kwamba hawezi kutunga story, lazima story yake atunga muda huo. Ila angenipa story yangu, mbona story vipande karibia 100, mtu unashuti kwa mwezi mmoja au wiki 3. Lakini kwa kweli mwenyewe alishindwa, ikafika hatua ya hiyo safari kuja, na sikumwambia kama ni rasmi. Nilimwambia tu baba unakumbuka, akaniambia nakumbuka. Na wazazi wangu pia, yani kuna muda sio kwamba wazazi wananiingilia mimi. Ila wanaangalia na umuhimu wa mwanaume, kwa sababu kila mwanaume pia anahitaji utulivu. Haiwezekani ndani ya mwaka mmoja huo na nusu mwanaume wako akija unashuti tu. Kuna muda mwingine kama sio kusafiri, unatakiwa upate likizo ya kupumzika, kwa sababu sisi ni binadamu na tunatakiwa tupumzike, na tunafanya kazi, tunakesha. Muda mwingine napigiwa simu saa 8 na mume wangu yupo naenda na shuti usiku, na mtoto mdogo na naenda na shuti saa 6 usiku. Lakini ndio kwa sababu ni baba na ni peace. Tukaenda polisi. Polisi tulienda kwa ajili gani? Mimi na yeye ndo tulikuwa watuhumiwa. Alikuja hapa nyumbani, mimi nilikuwa sipo, nasikia akaongea maneno mengi kuhusu mwanaume wangu, kwamba huyu akija akimchukua Matilda, nitachukua pasipoti zake, nitazichana, nitampa kesi ya uhaini, hivyo. Kwa hiyo wajomba zake wale, kabla ya kufika hapa Tanzania, wakaenda stakishari kuripoti. Walivyoenda kuripoti, tukaitwa mimi na yeye. Tulivyoitwa mimi na yeye, tukakalishwa chini. Tukaelekezwa, jamani, kwenye mambo yenu ambayo mnafanya msipende kuwashirikisha watu. Ikazeni watu wawili, wewe na huyu mtakao muelewane, wewe muangalie mwanao na mwanao kuangalie wewe. Na kuhusu kusafiri, alikuwa binaje kuongea, ndio akaanza kuongea mimi na mkataba naye. Mimi nikamwambia baba, haya mambo ya mikataba tuyaongelee nyumbani, sio hapa polisi, kwa sababu haya hawayahusu haya mambo. Utafunga mtu mtafanya hivi. Wakati wa mkataba mimi ndio mwenyewe ndo nilimpa msaada. Nilimwambia babangu, wako mimi sitaki kuferisha wewe. Tusaini hata mkataba wa uongo tu. Ule mkataba akaenda akaubadilisha ukawa mkataba wa ukweli. Ukaja mkataba wangu mimi haujasainiwa na mwanasheria, wake msainiwa na mwanasheria. Nikagewa siku 5, nikatumiwa nitaitwa mahakamani, nilipe fidia milioni 70.
Mimi nikatuma ujumbe wangu mfupi wa kwao ulikuwa unasema hivi, naomba nikusomee. Okay. Notisi ya sheria juu ya uvunjifu wa mkataba husika na kichwa cha notisi tajwa hapo juu. Sisi ni mawakili wa Mahakama Kuu na mahakama zingine zote za Tanzania. Tumeagizwa na kampuni ya Bicho Production ambaye hapa anajulikana kama mteja wetu kutaka yafuatayo kutoka kwako: kwamba uliingia katika mkataba wa kazi na makubaliano ya kufanya sanaa za uigizaji pamoja na kutoa huduma za burudani kwa kupitia filamu katika kati yako na mteja wetu, ambapo ulikuwa ni mkataba wa miaka 3 kutoka 2025 mpaka 2028, kwamba ulikubali makubaliano na masharti yote yalikuwa yamewekwa katika mkataba huu tajwa, na kisha pande zote zilianza kutimiza majukumu yao, kwamba katika tarehe tofauti za mwezi Januari 2026 kwa kushirikiana na watu wengine ambao hawakuwa sehemu ya mkataba ulioingia na mteja wetu, mlianza malalamiko na kuonesha dhamira ya kuvunja mkataba bila kufuata utaratibu. Kwa mujibu wa sheria mkataba sura ya 345 ya mwaka 2023 inawataka watu wote walioingilia kati ya mkataba wanahakikisha wanatimiza majukumu yao sawa na makubaliano hayo, kutimiza haki za ndani ya watu kushindwa kufanya hizo kazi, mkataba kuvunjika. Ni hivyo upande ulioathirika kuvunjika mkataba utapaswa kulipa fidia kutokana na uvunjifu huo, kurejea kiungu cha 37 na kifungu cha 374 za sheria hiyo, kwamba mnamo Januari ulitamka rasmi kuvunja mkataba huo taji, ukaoneshwa nia na kutoendelea na nafasi ya uigizaji na uhusika wako katika tamthilia ya Domus. Hili hali ulipewa nafasi ya ushiriki mkuu katika tamthilia hiyo main character, na ukiwa ndani ya mkataba, na hivyo kuondoka tu katikati mwendelezo wa tamthilia hiyo kwamba umevunjika. Hivyo basi tunawasilisha notisi hii tukikutaka uheshimu mkataba uwenge na mteja wetu, ufanye majukumu yako ambaye ulikubaliana na kusaini. Ulipewa fidia ya milioni 30 kama kiasi cha kuvunja mkataba sawasawa na ulivyokubaliwa na kuandikwa kwenye mkataba usiosainiwa, ikiwa pamoja na malipo ya fidia sawasawa na shilingi milioni 70 tokana na hasara utakayoisababisha. Sasa basi tunakupa siku 5 za kutimiza masharti urudi kazini. Nilipoona mkataba sikupaniki. Sikupaniki, nikawa najiuliza hivi ni kweli ama tu yeye mwenyewe baba kajisikia kutokana na labda tulishindwa kuelewana na polisi. Tulishindwa kuelewana mimi na yeye. Ananiongelea mkataba ambao mkataba mimi siujui. Kwenye mkataba tulielewana kulipana ni 500,000, lakini alikopo miezi 6 hajanilipa. Na nyumbani kwangu kuwahi kunilipa. Ukiachana na hivyo, hiyo mishahara ananipa 1,500,000, 200,000. Hapo ni nani aliyovunja mkataba? 200,000, 50,000, sometimes hata mimi mwenyewe ndio mwingine ananiazima. Ninacho natoa kwenye ndani ya miezi 6. Nimeshamwazima vitu vingi tu, mbona haviongelei? Lakini maswala yeye na mwanaume wangu siki wenyewe labda wanaoingia hapa pekee wanajua, na mimi siwezi kuingilia. Kwa sababu mimi mwanaume wangu hajawahi kuniingilia kwenye kazi yangu.